Yang anajikunguta vitunguu akiwa amechanganyikiwa, kisha Ren anampeleka supermarket kununua mahitaji ya nyumbani. Anamnunulia pea ya katambuga zinazomtosha vizuri kwa sababu zake zilikuwa kubwa mno kwa miguu ya Yang. Wanapotembea wanakutana na punguzo la bei la nguo za kulalia. Hivyo Ren anaamua kuwanunulia seti 2. Siku iliyofuata, baba yake na Lion wanampigia simu kumjulia hali. Wanagundua kuwa ana furaha na kazi yake mpya. Yang anaamua kutembea mjini kwa sababu anafurahia hali ya hewa nzuri. Baadaye Lee anagundua kupitia ripoti ya habari kuwa hali ya hewa ni mbaya sana katika mji aliosafiri Yang. Anatambua kuwa wamewadanganya. Anaanza kumtafuta lakini hampati. Hivyo anaamua kuelekea eneo alipo. Lion amekasirika kwa sababu Yang amewadanganya. Yang anapowapigia simu anaelewa wasiwasi wao na kueleza kuwa hakuambia mtu yoyote katika familia yake kuhusu kufanya kazi kwa Ren. Wote wanaketi chini na Lion anamwambia Ren kuwa bado hajapata matibabu na hali yake inaweza kuwa mbaya zaidi, hivyo anaamua kubaki nao mpaka ahakikishe kuwa Ren yuko sawa. Ren anakataa, lakini Lion anasisitiza kuwa wanahitaji kujua kama anahitaji daktari wa akili sasa hivi. Baada ya kumuuliza maswali machache, wanatambua kuwa anahitaji msaada huo. Yang anamshawishi Ren akubali matibabu ili apone. Anajua kuwa atasafisha chumba chake tena baada ya yeye Yang kukisafisha. Ren anaanza kufanya mazoezi na Yang, akimfanya anawe mikono mara chache, lakini si sana kama mwanzo. Yang anakula chakula kwa mara ya kwanza na Ren anampa vyombo vya kulia kwa heshima kwanza kabla ya kuchukua vyake. Anamtakia heri ya chakula huku akiwa amezuia pumzi yake, kwani siku zote huwa anasafisha vyombo kwa dawa kwanza, lakini safari hii ni tofauti kwa sababu anataka Yang abaki naye. Baadaye wanagundua kuwa Saul anaondoka na anampa Yang zawadi. Anamuomba wapate chakula cha jioni pamoja. Yang anakubali na kwenda naye. Wanamuona Hang ameketi nao kama ombi la msamaha kwa tukio lililopita, lakini Ren anakataa uwepo wake na kumuomba aondoke kwa adabu. Yang hasemi kitu, jambo linalomfanya Hang akasirike zaidi. Baadaye Ren anapata simu kuwa bibi yake hajisikii vizuri, hivyo anaharakisha kwenda kumwona. Yang anajitolea kwenda naye na anapofanya hivyo anagundua jinsi Ren anavyomjali bibi yake mgonjwa, jambo linalomfanya amvutie zaidi. Kampunini, mama yake Yang anamwambia Ren kuwa anaona anaimarika. Anagundua kuwa hahitaji kukausha kitu chochote tena, lakini Ren anamdanganya akisema daktari wake amesema anahitaji kufanya mazoezi naye. Yang anamuuliza kama atamruhusu aondoke baada ya mazoezi au atabaki naye. Ren anamtazama akiwa hana uhakika wa jibu. Wanaporudi nyumbani, Yang anatazama picha ya keki na Ren anaingia akimuuliza kama anaipenda aina hiyo. Yang anatambua kuwa hiyo ndiyo aina ambayo mama yake alikuwa akimpatia na hajala tangu mama yake alipofariki. Ren anaenda haraka kumnunulia. Yang anamshukuru huku akikumbuka kumbukumbu za mama yake. Anaanza kulia chumbani kwake na Ren anamkimbilia bila hata kujisafisha kwa dawa kama kawaida yake. Anamkumbatia na kumuuliza ni nini kimetokea. Anamwambia kuwa anamkumbuka mama yake na Ren anajaribu kumfariji. Wakati huo huo, mziki unapita na John anaingia akimsalimia May. Anaketi pia, lakini May anamwambia kuwa kama anahisi anamsumbua basi aache. John anamwambia kuwa hakuwa na nia ya kumsumbua bali anampenda kwa dhati. May anamfokea kwa hasira akisema hahitaji mwanamume wa kumtegemea na kujihisi salama kama mtoto. Anamfukuza nje ya nyumba yake. Ren wanapowaona pamoja, anaondoka akiwa na huzuni kwa sababu anahisi kuwa Yang pia anampenda Ron. Yang anahisi hali ya wasiwasi akiwa karibu na Ron na anainuka kuondoka. Hata hivyo, anamfuata na kumwelezea upendo wake. Yang anaenda chumbani kwake akiwa na furaha kwa sababu naye anampenda Ron. Siku iliyofuata, Ren amtumia Ron ujumbe kuwa mazoezi yake yameisha na hivi karibuni atakuwa sawa. Ron anafurahi na kuanza kutafuta habari kuhusu mahusiano ili kumsaidia akiwa na Yang. Baadaye anajiandaa kwa ajili ya safari ya kazi na anapanga begi lake. Labda Yang anaweza kusaidia. Akiwa nyumbani, anatazama matangazo ya mubashara ya Sal ambapo anakiri kuwa yeye na Ran ni marafiki tu na anampenda mtu mwingine, akimsubiri huyo
huyo mtu aeleze hisia zake. Ran anaamua kwenda kumwelezea hisia zake, lakini anapofika, polisi wanamkamata. Sal anamsubiri akiwa amechukizwa kwa kuchelewa kwake. Tunakuja kujua kuwa polisi walimkamata kwa sababu Hang alifungua ripoti ya shambulio dhidi yake ukitumia fursa ya rekodi yake ya zamani ya uhalifu. Ran ampigia simu Ren na kumwambia hawezi kusafiri naye, kisha anakata simu. Hivyo Yang anashauri aende yeye badala ya Ran, na bila shaka Ren anakubali. Wanasafiri pamoja kuzungumza na kusikiliza muziki. Wanaposimama kupumzika, wanakula pamoja na Yang anamshughulikia akijaribu kumsaidia kudhibiti ugonjwa wake. Baada ya kumaliza kazi yake, wanatambua kuwa wamechelewa na hawawezi kusafiri, hivyo wanaamua kulala kwenye hoteli na kuondoka asubuhi. Wanaenda kwenye vyumba vyao. Anapoingia, Ren anaanza kusafisha na kupulizia dawa, lakini bado anahisi kutokuwa na amani. Ampigia simu mhudumu wa chumba na kuomba abadilishiwe chumba, lakini wanakataa. Yang anakuja na kumpeleka kwenye chumba chake ambacho amemwandalia, amekisafisha na kumletea shuka zake za kawaida ili alale. Ren anafurahia umakini wake na kushauri watazame filamu pamoja. Wanaketi na kutazama filamu ya kutisha na Ren anaketi kando yake akihisi uoga. Yang anatumia fursa hiyo kumfanyia mzaha, jambo linalomfanya aogope zaidi. Siku iliyofuata wanaamka na kupata kifungua kinywa pamoja. Baadaye ampa tisheti inayofanana na yake ili wavae sare. Yang anaichukua na kwenda kuivaa kwa furaha. Wanaamua kwenda kutembea kidogo kabla ya kuondoka. Baada ya kumaliza na kurudi, Ren anapata simu na kujua kuwa Kim yuko kituo cha polisi. Kwanza anaenda nyumbani kwa Kim. Wanakuta Kim amebadili namba ya siri ya nyumba yake na kuweka tarehe yake ya kuzaliwa. Wanapoingia, wanamkuta mama yake Kim ambaye anawauliza kama wako kwenye uhusiano. Wanakanusha na anawaacha peke yao. Kim amwomba Ren asimwambie mtu yoyote kuhusu uhusiano wao bado. Mama yake anaingia tena kwa sababu alisahau begi lake na kuwaona wakiwa karibu sana. Anatambua kuwa wako kwenye uhusiano na hapingi, anafurahi kwa ajili yao. Kisha Ren anaenda kukutana na Hang na kumwomba afute malalamiko yake, lakini Hang hakatai na kumtishia Ron. Mama yake Kim anapoenda nyumbani kwa Ron, baba yake Babu amwonyesha picha za Ron akiwa na Yang. Mama anachukizwa na kumwambia baba yake amwache mwanawe na mpenzi wake wapumzike na kwamba yeye hapingi uhusiano wao. Pia anamwambia asimtende mwanawe kama alivyomtenda yeye, lakini baba yake hasikii na anaenda nyumbani kwa Ron. Anamfokea kwa kumpenda Yang kwa sababu kwake Yang ni mfanyakazi wa nani tu. Pia anasema hadhi ya familia yake hailingani na viwango vyao, lakini Ron anamwambia kuwa hajali hayo yote na kwamba anampenda. Babu yake anaondoka akiwa amechukizwa naye na Ren anabaki hapo akiwa na huzuni. Kisha Yang anakuja kumfariji, lakini Ren anamwambia anataka kuwa peke yake. Anaenda chumbani kwake na kumwacha. Yang naye anaenda chumbani kwake na kupata ujumbe kutoka kwa kaka yake kuwa baba yake hajisikii vizuri. Anaandika ujumbe kwenye karatasi na kuubandika kwenye mlango wa chumba cha Ren, kisha anaenda nyumbani kumkuta baba yake akiwa na mguu uliovunjika. Anasafisha nyumba na kuandaa chakula, akimwacha baba yake apumzike chumbani. Anashinda naye mchana mzima kumtunza. Wakati huo huo, Ron anaenda na mwanasheria kukutana na Hang kujaribu kumshawishi afute mashtaka. Siku inayofuata, Yang anakutana na meneja wake wa zamani kwenye kampuni ambaye amwelezea kuhusu Ron na baba yake. Anamwelezea kuwa uhusiano wao haukuwa mzuri na kwamba baba yake alikuwa mkali sana kwake, akimlazimisha kuhudhuria madarasa yote na kuchukua kozi za ziada bila kumruhusu kupumzika. Anaporudi nyumbani, anamkuta Ren akimsubiri akiwa na kundi la maua, akimwomba radhi. Yang anamwambia kuwa anapokuwa na huzuni au furaha, lazima ashiriki naye ili aweze kusimama upande wake. Siku inayofuata, anamruhusu kurudi kwenye kampuni na kuwarejesha kazini wafanyakazi wote waliofanya kazi katika idara yake. Kila mtu anafurahia uamuzi huo. Baada ya muda, Yang anaenda ofisini kwake na kumsihi asimwambie mtu yeyote kuhusu uhusiano wao. Mwanzoni anakataa, lakini hatimaye anakubali kwa ajili yake.
Siku iliyofuata, Ran anaachiwa huru kutoka kizuizini na anamwona Yang akimsubiri. Anakumbuka kumbukumbu zao zote walizokuwa nazo pamoja, anamkimbilia na kumkumbatia, naye Yang analia mikononi mwake. Ran anamwambia kuwa hakuwahi kukata tamaa juu yake na alitaka kumfuata, lakini polisi walimkamata. John anaenda kwenye kampuni anayofanyia kazi Mei, na Mei anapomwona anataka kurudi ofisini kwake, lakini John amzuie na kumwomba radhi kwa matendo yake, akiomba nafasi nyingine. Mei anakubali na John amkumbatia kwa furaha kubwa. Baada ya siku chache, Ran anaamua kumpeleka Yang kwenye date yao ya kwanza, na Yang anashangaa kumwona akimpeleka kwenye mazoezi, akisema atamfundisha mbinu za kujilinda. Yang anakubali. Pia Ran anampeleka Yang kwenye bustani ya burudani na wanashinda muda mzuri pamoja. Yang amuomba acheze mchezo fulani ili amshindie dube wa kuchezea kama zawadi. Ran anamwambia anaenda msalani na atarudi. Anapoondoka, anaketi chini na kunawa mikono yake kwa maji na akihisi huzuni kwa sababu hawezi kushinda ugonjwa wake. Kule gym, Kim amfundisha Yang na msichana mmoja anawapiga picha akionyesha kuvutiwa kwake na Ran. Wengine klabuni hapo anaanza kupiga majungu kumhusu, hivyo Kim amtoa kati yao. Baada ya Ran kumaliza, anaketi na Yang, naye anagundua mikono yake kuwa ni mekundu, akimwambia aache kuisugua tena. Ran anaomba radhi kwa sababu hawezi kuendelea na siku hiyo. Yang anamwambia kuwa amefurahia sana muda Yusef aliyokuwa naye. Huo ndio mwisho wa video ya leo. Usisahau kubofya kitufe cha like na subscribe chaneli yetu Songa 5 Media. Asante.